hapa? Nini kinaendelea hapa? Nini kinaendelea hapa? Wewe nani na wewe kijana, hebu mje ofisini kule. Uzana bukole. Haleluya. Uzana bukole. Haleluya. Uzana ni mambo. Haleluya. Uzana ni mambo. Haleluya. Uzana maombi. Haleluya. Navanda kinangae azabi melingayo halo binangai dambazalina navanda kinangae azabi melingayo halo. We Queen. Joseph. No. What's going on? Nashangaa naona watu wanapiga makelele, shida nini? Na nini inaendelea? Mimi nataka rafiki yangu. Sawa. Amekuja ameniletea surprise ya birthday ya keki. Ni birthday yangu. Sawa. Nashangaa hivi anapiga picha, anaanza kuniambia ni mtu ane naye. Hatujai kuingia kwenye mahusiano. Sisi ni marafiki tu. Namshangaa, yani I'm so disappointed. Wewe Joseph, what happened? Nini imetokea? Acha kiongea binti Queen ni sawa? Kwani inawezekana ni sawa, ila yeye anaelewa baba. Anaelewa nini? Anaelewa kweli, yani nimemuonyeshia vitu vyote kwamba ninavyompenda, namjali. Hata jana tu kanipigia simu na shida fulani, mimi nimeisolve baba. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema na kuna nimefanya vitu vingi, moment nyingi sana kuhusu mimi na yeye. Ya, kwa hiyo mimi nilikuwa na imani kabisa kwamba hata ombi langu ila kusema kwamba ni moe alikuwa anakubali. Sema sijui kwa nini amekataa. Hayo vitu mimi imeni disappoint sana. Ndio maana nimeandaa vyote hivyo, nilikuwa naamini kabisa lazima akubali. Sielewi na yeye kumbe hajaniweka kwenye akili yake tena mzee wangu. Queen. Mpo kwenye mahusiano na wewe kijana? Na mimi siko na mahusiano na yeye. Kwa nini sasa huyo mpaka anafikia kipindi anataka kupasha pete? Sijui ana matatizo gani. Wewe kwa nini unataka kumpasha pete mtu ambaye hujawahi kuongea naye, haujawahi kukubaliana, haujawahi kufuata? Changamoto nini? Yaani baba, nikwambie mimi hapa kanisani rafiki yangu mkubwa ni huyu hapa. Sawa. Sina rafiki mwingine wa kike. Na anaelewa kabisa, anaelewa tunapiga story nyingi sana. So nilikuwa naona hata proposal yangu ya leo nilikuwa naikubali. Sijaelewa tu shida nini. I say. Nimegundua changamoto hapa nini? Tatizo lilopo hapa ni kukosa mipaka. Kwa sababu hakuna namna unaweza kuja kumpai. Kwanza unampashia mpete kienyeji namna hiyo. Lakini jambo la pili, unawezaje kwenda kusema unataka kumuoa mtu ambaye hamjaikaa, hamjazungumza, hamjapata mtoto kwa namna yote? Na wewe unajitetea unasema kwamba wewe nimefanya na nini? No, nisikizeni. Queen. Joseph. Namba. Joseph una makosa. Queen pia una makosa. Kwa nini? Kwa sababu huwa ninapenda kuambia mara nyingi, unapokuwa kwenye mahusiano na mtu yoyote, hata ya mahusiano ya kawaida, yani kaka na dada kanisani, hatukatazi watu kuwa na urafiki kati ya kijana wa kiume na kiume na wa kike. Inawezekana watu kama rafiki. Urafiki ni kitu cha kawaida. Lakini kwenye kila urafiki lazima kuwe na uhusiano na mtu yoyote ya kirafiki. Unapokuwa na urafiki na mtu, una rafiki kijana wa kiume na rafiki au ni binti. Lazima kuwe na clear boundaries. Lazima kuwe na mipaka ya waziwazi. Kuna mambo hamruhusiwi kuyafanya mkiwa kwa marafiki. Hata kwenye uchumba tu kuna mambo haruhusiwi kufanya. Kuna mipaka haruhusiwi kuvunja. Mara nyingi nimekuwa nikiwafunulia nikasema uchumba sio ndoa. Kuna mambo ambayo wanandoa wanayafanya, nyinyi hamruhusiwi kuyafanya. Nasikia mmekuwa mkitembeleana, nasikia mmekuwa kuna zawadi, sio mara unasema sio na nimempa na mtaji, sijui nimemsaidia sio vitu gani. Mambo kama hayo. Hapana, sio sawa. Sio sawa kabisa. Sio sawa. Lakini pia Queen, mtu anapokuwa yuko karibu na wewe, kuna mambo anayofanya. Usishie tu kufurahia. Lazima muulizane kwamba okay, sawa brother, hivi unajua haya mambo unayofanya, you are just my brother. Wewe mbali unaenda, kuna jambo lote ambalo linaendelea hapa katikati. Isije kawa mimi napokea zawadi zako, isije kawa
wewe unajenga magorofa hewani kwamba mimi ni mke wako, mimi no. Hakuna kitu cha namna hiyo. Mahusiano hayaanzi mpaka watu wamekaa wamekubaliana na wamefanya taratibu za kikanisa kuanzisha mahusiano na kuendelea na mahusiano. Kwa maana yake Yosefu umekosea. Haukupaswa kufanya kitu kama hicho. Na huwezi kumlaumu Queen kwa sababu hukuwahi kumfuata na kuongelea hili jambo. The same. Queen umekosea. Kwa nini unavuka mipaka? Kwa nini mnavuka mipaka? Kwa nini mnaishi anyhow, mnaishi azifu? No. Haipaswi hivyo. Mnapaswa kuwa na mipaka kwenye mahusiano yenu. Mnapaswa kuwa na mipaka kama marafiki. Lakini pia hata kama ingetokea mko kwenye mahusiano, mnapaswa kuwa na mipaka. Kuna mambo hamruhusiwi kuyafanya. Hamruhusiwi kabisa kuyafanya. Hawaona mambo kama mnaumizana mioyo, mnaharibiana na vitu vya namna hii, mnafanya vitu gani vya namna hii? Haya mambo sio sawa. Joseph, umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Umenielewa kijana wangu? Nimekuelewa mzee wangu. Na wewe kwani umenielewa? So haya mambo hajakaa vizuri kabisa. So Joseph, hapo umeelewa kosa lako liko wapi? Ndio baba, nimeelewa. Okay. Na wewe kwani umeelewa kosa lako liko wapi? Ndio, nimeelewa. Sawa. Basi mimi naomba niwaombee, lakini haya mambo ninaomba yasije yakaleta matatizo. Joseph sio kamlaumu Queen kwa sababu ni kweli umekosea, lakini na Queen sio kaingia kwenye mtego kwa sababu wote mfanyaje umekosea, lakini nitawaombea na nitawaita katikati ya wiki nije niwashauri baadhi ya mambo mengine ya namna ya kuendea jambo hili na kuvuka salama. Haya, Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Ninawaombea kwa jina la Yesu. Jambo hili likaishe salama, jambo hili likawa jema na Roho Mtakatifu wagange mioyo yao na kuwaponya jumla katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sawa, na nitawaita katikati ya wiki, ratiba zangu sio imekaa, nitawaita wote wawili mje ili nije niwasaidie zaidi hapa namna kuweza kusolve jambo hili ili isije katokea changamoto nyingine. Lakini otherwise hampo kwenye mahusiano, yeye sio wachumba na kila mtu ataendelea na maisha yake kama kawaida. Bwana Yesu awabariki, Bwana Yesu atunze. Amen. Sawa. Karibu tena. Haya.